Mwenge wa Uhuru Kitaifa. Mnamo tarehe 7 mwezi wa 6 2025, kituo cha afya Mkururu kilipokea jumla ya fedha shilingi milioni 250 kutoka serikali kuu kwa ajili ya ujenzi wa jengo la huduma wagonjwa wa nje OPD, kuchomea taka, shimo la kondo la nyuma, shimo la majivu, ukarabati wa vyoo, kituo cha afya Mkururu. Utekelezaji wa mradi. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru Kitaifa, mradi huu umetekelezwa kwa njia ya post account kupitia Rogo Food na ulianza kutekelezwa mnamo tarehe 6 mwezi wa 8 2025 na unatarajia kukamilika mnamo tarehe 30 mwezi wa 4 2026. Kazi zilizofanyika ni pamoja na ujenzi wa boma, uwezekaji, upigaji wa bati, bandari, kupiga ripu, plasta, upakaji wa rangi, uwekaji wa grill, madirisha na uwekaji wa madirisha ya aluminium, umeme, ufungaji wa milango, mfumo wa maji na marumaru. Aidha, wananchi walishiriki kuchimba msingi na mashimo yote kwenye mradi. Manufaa ya mradi. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru, mradi unatarajia kusogeza huduma bora za afya katika karibu wananchi wapatao 10,118 wa kata ya Mkururu na takribani wananchi 231 kutoka katika kata jirani, kupunguza hata ya kutembea muda mrefu kutafuta matibabu na kupunguza vifo vya mama na mtoto. Hitimisho. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru, tunapenda kutoa shukrani zetu kwa serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kutuletea fedha za kujenga jengo la huduma la wagonjwa wa nje OPD. Kwa heshima na taadhima, tunaomba ukague na kuweka jiwe la msingi kwenye jengo la huduma za wagonjwa wa nje kwenye kituo cha afya Mkururu. Taarifa hii imesomwa na Shamila Ahmadi kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Masasi. Tanzania ni yetu sote. Ujenzi wa kituo cha afya unaendelea vizuri na jengo hili la wagonjwa wa nje limekamilika kwa 90%, na kwa kweli wananchi wanaendelea kupata huduma hapa. Wale ambao wanakuja kwa ajili ya kupata matibabu tayari wanapata matibabu. Majengo mengine ambayo yanakidhi kwa kituo cha afya yanaendelea kujenga na kukamilika. Lakini pia vifaa tiba ambavyo vinakuja kwa ajili ya kituo cha afya bado vinaendelea kuja na vingine bado vinaendelea kununuliwa. Fedha bado ipo mpaka sasa, fedha ipo inaendelea kutolewa na mafundi wanaendelea na ujenzi. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Masasi, tumia fursa hii kumshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ndiye ameelekeza fedha nyingi kufika hapa Masasi na kujengwa kituo cha afya katika eneo hili ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma katika maeneo yao ya karibu. Dr. Samia oye! Dr. Samia safi! Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, pia ni washukuru nyinyi viongozi wa halmashauri ya wilaya ya Masasi kuhakikisha mnasimamia miradi mikubwa ya maendeleo, na kwa kweli mmejitahidi kusimamia kwa wakati, hasa kukamilisha hili jengo la wagonjwa wa nje, na mpaka sasa wananchi wameshaanza kupata huduma. Hongereni sana. Tumia fursa hii kuwashukuru sana wananchi kwa kujitokeza kwa wingi kuendelea kushirikiana na serikali katika ujenzi wa kituo cha afya hiki, kwani wao walipotoa ushirikiano na serikali imesababisha hata kituo hiki cha afya kukamilika kwa wakati, jengo hili la wagonjwa wa nje, lakini bado mambo mengine yanaendelea. Hivyo tunawashukuru sana wananchi. Ndugu zangu wananchi, vile vile mbio za Mwenge wa Uhuru zinakuja hapa kuweka jiwe la msingi katika kituo chetu hiki, na kwa kweli Mwenge wa Uhuru umeridhishwa sana na ujenzi wa kituo cha afya, hasa ukamilishaji wa jengo hili la wagonjwa wa nje. Ndugu zangu wana Masasi, Mwenge wa Uhuru umekuja hapa kuweka jiwe la msingi, lakini pia Mwenge wa Uhuru mwaka huu na ujumbe na tulipia na salamu zake. Ndugu zangu, naona hapa mmekusanyika sana. Mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka 2026 umekuja na salamu zinazolenga juu ya ujenzi wa amani, umoja na mshikamano wa kitaifa. Salamu hizi za mbio za Mwenge wa Uhuru zinakuja kutusisitiza sana wana Masasi na Watanzania wote kuendelea kulinda amani na utulivu wa nchi yetu chini ya kauli mbiu isemayo Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Ndugu zangu wana Masasi, amani tulionayo inapaswa kulindwa kwa namna yoyote. Amani tulionayo inafanya tunapata maendeleo. Amani tulionayo ndiyo maana tunaletewa vituo vya afya katika maeneo yetu. Hivyo niwaombe sana ndugu zangu wana Masasi kuendelea kutunza amani hii tulionayo
ili tuendelee kupata maendeleo zaidi ya haya tunayoyaona. Palipo na amani, tuwafanya viongozi kuweza kutunga sera za kimaendeleo na kuweza kuzisimamia, na matokeo chanya ya amani tulionayo katika taifa letu ni matokeo haya tunayoyaona ya ujenzi wa vituo vya afya, barabara na mambo mengine mengi ambayo yanajengwa katika maeneo yetu. Hivyo wananchi kufurahia miundombinu hii mikubwa ambayo inaletwa katika maeneo yetu kwa ajili ya huduma mbalimbali zikiwemo huduma hizi za kijamii. Kwa hiyo niwaombe sana wananchi wa Masasi kuendelea kulinda amani na utulivu wa nchi yetu na kuendeleza mshikamano wa kitaifa. Lakini kwa wazazi na walezi, niendelee kuwaomba pia kuendelea kuwalea watoto wetu katika maadili yaliyo mema, lakini pia watuwalee vijana wetu na watoto wetu kuwa wazalendo wa taifa letu. Pamoja na salamu hizi za mbio za Mwenge wa Uhuru, mbio za Mwenge wa Uhuru pia zinakuja kutuhamasisha na kusisitiza juu ya mapambano dhidi ya rushwa chini ya kauli mbiu isemayo kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu tutimize wajibu wetu. Vilevile mbio za Mwenge wa Uhuru kuja kutusisitiza na kutuhamasisha juu ya mapambano dhidi ya ugonjwa wa ukimwi. Majina naitwa Jafari Bakari Kachari, ni mkazi wa kijiji cha Mkululu na kata ya Mkululu. Kwa kweli tumekipokea kituo cha afya kwa furaha, kwa matumaini makubwa kwamba tutaokoa nafsi zetu kutegemea na hali ya hata tuliokuwa nayo. Kwa hivyo tunashukuru kwa kupata kituo cha afya. Kwa hiyo tu peke yake nashukuru. Kwa nazo kupata matatizo makubwa matatizo ya kiafya, kwa maana unapopata matatizo ya kiafya kupitia uzazi, matatizo mengine ya mwili, natakiwa tuende na gaga, tuende Mbuyuni, sehemu hatua kubwa. Kwa hivyo kwa hali kama hiyo kupata hapa jirani, kwa kweli tunashukuru sana. Naitwa Zena Shaibu ya Amani. Nashukuru sana kwa kupata kituo cha afya hapa Mkululu. Tulikuwa na shida sana, hususan sisi wakina mama wajawazito. Uchungu unatuanza manane ya usiku, safari ya Mbuyuni. Tulikuwa tunateseka sana, tunazalia majiani, watoto wanatufia majiani kwa huduma ya mbali. Kwa hiyo tunashukuru kwa kupata kituo cha afya. Tunaomba, ninachoomba kikubwa, wahudumu hususan tuwekewe dokta ambaye atatupima sisi akina mama, kwa sababu tukiwa na ujauzito wa mwezi mmoja tunahitaji vipimo vya hali ya juu kumwangalia mtoto amelalaje. Wamama wengi tunapoteza watoto kwa sababu mtoto mwezi wa kwanza mtoto anakaa tofauti na jinsi inavyotakiwa. Kwa hiyo tunachoomba kikubwa ni wahudumu wa kina mama wa uzazi. Tunashukuru sana Mama Samia. Asanteni. Kwa jina naitwa Asmani Isa Ashi, mkazi wa Mkululu. Na mimi nasema nashukuru sana kwa kupata kituo cha afya. Zama za nyuma ilikuwa tunapata tabu na njia zenyewe ambazo tulizokiendea na mwanzoni ilikuwa Masasi kwa tuelekea. Sasa hivi kituo cha afya katuwekea Mbuyuni, ndio ilikuwa tunafika pale kidogo, tunaona urahisi, lakini kwa mbali inaweza ikategemea karibu maili mangapi hivi. Sasa kuna shida za usiku. Sasa na usiku usafiri unakuwa wa shida sana. Sasa mpaka kuchukua na bodaboda mpaka kufika kwa kweli hali ya mgonjwa kama ilikuwa anajisikia ajifungue kiusalama, lakini kweli inatokea kwa hali mbaya. Sasa mpaka inapitiliza changamoto ya kwenda huku Ndanda au Komaini. Kwa hiyo na sisi tunashukuru Mama Samia kwa upeo ambao ndio onekana kwa kutupa mambo kama haya. Tunaye furaha kubwa sana kwa sasa hivi za usiku na mchana. Sisi hapa tunaye imani na hata wa vijiji jirani wapo tu na wanashukuru kwa kuweka kituo cha afya hapa. Maana kuna wengine wakati ni wala ndugu wakafika. Naitwa Aisha Musa Rojea. Nashukuru sana kwa kutuletea kituo cha afya. Hapo zamani tulikuwa tunapata shida na gaga labda kwa maendo, lakini sasa hivi kupata kituo cha afya tunashukuru. Jitambulisha kwa majina. Kwa majina naitwa Selemani Saidi Kachwala. Kazi ya kata Mkululu, kijiji cha Chiponi. Niangalie wewe. Kijiji cha Chiponi. Kwanza tunashukuru sana, hatuwezi kuamini kama hiki kituo mpaka leo kipo hali hii. Cha msingi kwanza kata Mkululu na vijiji karibu 14. Na wote tulikuwa tunategemea wapi? Mbuyuni. Aza tuliokuwa nayo kutoka hapa hadi Mbuyuni huko ukafika. Hatuna barabara ya mkato, hatuna njia nzuri. Sasa leo kuturahisishia huduma hii hapa iwe karibu, tunashukuru sana. Tena tunatoa pongezi kwa Mama Samia sana. Majina yanafahamika kwa Musa Mawazo, kwa mabano ndio Mr. Kobelo.
Kwanza sisi kupata kituo cha afya Mkulu ni matarajio makubwa sana. Tunashukuru sana kupata kituo cha afya. Hii kata ina watu ambao wanafika karibu 10,000 na kitu. Ukiambatanisha na vijiji jirani ambao wanaweza wakaingia kwa watu kama 200 na kitu ambao wanaweza kujitumia kituo. Kwa hatua hiyo tunashukuru sana kupata kituo cha afya Mkulu.